kwamba nyinyi mpaka sasa mnaongoza, mnataka kuharibu. Tulieni basi, tunamalizia sasa. Haya, sasa naomba nimuite kwenu ndugu January Makanda. Karibu sana. Mponde, mponde, mponde! Nataka mponde tutikise ulimwengu leo jamani, sawa? Mponde oye! Kina mama oye! Kina mama oye! Nadhani dunia nzima imetusikia sasa kwamba Mponde tupo na sisi, sawa jamani? Mimi naitwa Ronald, tumechangamka kidogo, sawa? Mimi naitwa January Yusuf Makamba. Kwetu ni hapo Maizangulu, kata mpya Maizangulu, iko zamani Tamota, jimbo tarafa Bumbuli, jimbo letu la Bumbuli. Nimekuja mbele yenu leo kuomba ridhaa yenu wana CCM. Kama inafika tarehe 1 mwezi wa 8, siku chache kuanzia leo, nichague mimi ili nipeperushe bendera ya chama chetu, Chama cha Mapinduzi, kwenye uchaguzi wa mwezi wa 10. Tukupatie ushindi chama chetu na tuanze safari ya kuleta mabadiliko kwenye jimbo la Bumbuli. Kazi ninayofanya sasa ni msaidizi wa rais hotuba pale Ikulu, na kabla hapo nilikuwa wizara ya mambo ya nje. Ndipo nilipokutana na mheshimiwa rais wakati ule akiwa waziri, akatambua uwezo wangu, akatambua sifa zangu, akatambua uchapakazi wangu, na alipoamua kugombea urais, nafasi ya rais, akaniomba nimsaidie, niwe msaidizi wa mgombea kwenye kinyang'anyiro cha mwaka 2005. Kwa tulizunguka naye nchi nzima, kila wilaya, kila jimbo, kama msaidizi wake, kama mtu wake wa karibu, kuhakikisha kwamba ushindi unapatikana. Kwa alivyofanikiwa, alivyochaguliwa kuwa rais, akaniteua mimi niwe msaidizi wake pale Ikulu. Ndio kazi nimekuwa nimefanya katika kipindi chote cha miaka 5. Katika ile kazi nimejifunza mengi. Nimezunguka kila kona ya Tanzania na yeye, nimezunguka nchi nyingi duniani na yeye, nimehudhuria vikao vya baraza la mawaziri vyote. Ukiwa msaidizi wa rais unahudhuria vikao vya baraza la mawaziri kama msikilizaji. Nimehudhuria vikao vya halmashauri kuu ya taifa ya CCM, kikao cha juu kwenye chama chetu kama msaidizi wake. Nimesoma taarifa nyingi za maendeleo za serikali, taarifa za maendeleo za karibu wilaya zote. Na katika kazi hiyo nimejifunza mambo mengi mno. Nimejifunza wale waliofanikiwa wenzetu kwenye wilaya na majimbo mengine siri yao ni nini, na wale ambao wako nyuma wamekosea wapi. Nimeamua sasa nije nyumbani niyatumie maarifa hayo kusukuma huduma ya maendeleo kwenye jimbo letu la Bumbuli. Sasa tarehe 1 ni uchaguzi. Chama chetu kina demokrasia. Katika kila baada ya miaka 5 tunabadilisha, tunafanya uchaguzi mpya, kuchagua nani watapeperusha bendera ya chama chetu. Tumekuwa na mbunge wetu kwa miaka 15. Amesema amerudisha kijiti kwenye chama. Kwa maana hiyo amewarudishia nyie. Maana uongozi ni mbio za kupokezana vijiti. Amewarudishia nyie kijiti, muamue mumkabidhi nani. Naomba tarehe 1 muamue kwa kishindo kikubwa kunikabidhi mimi hicho kijiti. Tusimrudishie mzee wetu hicho kijiti. Tuseme kwamba miaka 15 inatosha. Mzee wetu tunamheshimu. Sisi vijana wa jimbo mmetusomesha vizuri, mmetulea vizuri. Tutamtumia mzee kwa ushauri. Atakuwa mzee wetu. Lakini hebu tutazame mbele sasa. Tuwakabidhi vijana kazi hii. Tusukume mbele kwa maarifa mapya, kasi mpya, nguvu mpya na ari mpya na zaidi. Uwezo wa kuongoza ninao, uwezo wa kuwasemea ninao. Nataka kero zenu zote sasa nizibebe mimi. Liko swala la maji kubwa, liko tatizo la umeme, liko tatizo la mikopo kwa kina mama na ajira kwa vijana, liko tatizo la chai. Nadhani hilo halina haja, ni tatizo kubwa sana. Na nadhani tumeumia kiasi cha kutosha.
tumenyanyaswa, tumedanganywa kiasi cha kutosha. Sasa tuanze safari mpya. Vijana wenzangu, michezo. Mponde zamani ilikuwa na hadhi ya juu kwa sababu kulikuwa na timu kubwa hapa, timu nzuri, timu inayosikika Tanzania nzima. Nataka tupandishe, turudishe ile hadhi ya Mponde kwa kuimarisha michezo zaidi. Barabara hii haifanani na barabara inayoenda mahali panapolimwa zao lenye soko la dunia. Haiwezekani mahali panalimwa chai, zao lenye soko la dunia, hakuna benki, hakuna mnara wa simu. Ni aibu. Yote hayo mimi nitayatengeneza mkinipa ridhaa yenu. Nimepimwa, nimefundishwa vizuri kama kwenye uongozi, kwenye ofisi ya juu kabisa ya uongozi wa nchi yetu. Nimepikwa vizuri, nimeandaliwa, kazi naiweza vizuri na ninajiamini kwa kiasi kikubwa. Nitashirikiana na nyie ili sasa tupige hatua kubwa kuliko ilivyo sasa. Tarehe 1 tusifanye makosa. Tuanze safari mpya, tuanze tuwe na matumaini mapya. Inawezekana jamani, sawa? Nashukuru sana.